angel of my life. For the love I have is so real. How can I be your Mr. Right? Baby, what I feel is so strong. If you are the apple of my eyes. If I'm gonna love you till I die. Oh, Lord, baby, Jawa. I'm thinking about that day. It will be just you and I. Will you be my wifey? I will be your wifey. Angel of my life. Wapendwa, nipo na ndugu zangu hapa. Niko na maharusi. Hawa sio mapacha, hawa ni maharusi. Kwa hiyo siona wamependeza, wamevaa sare, wamependeza namna hii. Hawa ni maharusi wetu, wana project yao ya ndoa na Mungu amewabariki. Walianza safari yao, mimi na wewe hatujui. Lakini mwisho wa siku wakasema hii safari bwana ya urafiki tuipe thamani. Wakaipa thamani, wakawa wachumba. Na hatimaye wakaona pia uchumba hautoshi, wakaamua wawe wanandoa kabisa. Kwa hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu. Lakini kabla hatujaanza kabisa kujua vizuri kupitia wao, basi angalau tuwafahamu majina. Nikianza na bi harusi mwenyewe, binti mrembo kama mnavyomuona. Dada, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Flora Yohane Fyula. Flora Yohane Fyula. Vipi? Mumeo anaitwa nani? Mume wangu mtarajiwa anaitwa John Lamson Ngoyangosha. Wow, unampenda John eh? Nampenda sana. Kwa nini John na sio mwanaume mwingine? Mtu sahihi kwangu, Mungu alinipatia. Wow, ndio mtu sahihi ambaye Mungu amekupatia. Kwa mara ya kwanza umekutana na John. Kwanza ulivyokutana naye, ghafla binivu Ngosha huyu hapa. Kitu gani ambacho kilikuvutia kwake? Kilichonivutia kwake ni anaonekana ni mstaarabu. Pia ana hofu ya Mungu. Ana hofu ya Mungu, mtumishi wa Mungu huyo. Wow. Safi. Na kipindi mnakutana za ndani nilikuwa nasikia mlikutana kwenye ndege. Ni kweli au sio kweli? Sio kweli. Okay, mlikutana wapi? Tulikutana kanisani. Kanisani. Kwa hiyo mnasali kanisa moja? Hapana, nilikuwa nimeenda kusali. Roho wa Bwana tu alikwambia, Bwana leo kasali kule, kuna kitu chako nimekuandalia. Si ndio eh? Oh, basi jambo zuri. Unamwambia nini Mungu kuhusu ndoa yenu? Cha kwanza kabisa namshukuru sana Mungu kwa kunipa mume sahihi. Mume wako yuko wapi? Huyo mume sahihi yuko wapi? Mwangalie tumwone. Wow. Mungu mwenyewe. Okay. Mume sahihi ndio? Namshukuru sana Mungu kwa kunipatia mume sahihi. Na ninamuomba azidi kutuongoza kwa kesho tutakapokuwa tunafunga ndoa takatifu. Shughuli iweze kwenda vizuri. Wow. Mungu anakubariki, anakupa uzima. Siku ya ndoa inafika, watu wanasherekea, na unajua kuna maisha baada ya sherehe. Umejipangaje kuishi kwenye maisha yako ya ndoa wewe kama mwanamke, na namna Biblia inavyokuelekeza, ili na watazamaji pia waelewe kwamba binti amejipanga kuishi hivi katika ndoa yake? Cha kwanza kabisa ni of course nimempata kwa maombi. Wow. Pia nitamlinda kwa maombi. Wow. Kwa hiyo silaha yangu itakuwa ni kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Silaha yako itakuwa ni maombi. Si ndio eh? Mungu akubariki sana binti, unaonekana ni mcha Mungu kweli kweli, na ni huruka ya mwanamke ambaye anampenda Mungu kuwa mwana maombi. Kwa kweli Mungu akubariki sana 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 sana. Vipi sasa? Unajua wewe ni kabila gani kwanza? Wewe ni Muha. Mume wako? Msukuma. Msukuma. Kuna vile vikao mkiwa mnapiga story labda kwenye simu usiku mnaongea, kila mmoja ana matamanio yake, kupata watoto wangapi. Mwingine anatamani apate mtoto labda wa kike au wa kiume wa kwanza. Upande wako imekaaje? Mimi natamani nipate watoto kwanza wote, ni yaani mtoto ni mtoto. Awe wa kike au wa kiume. Kwa hiyo wow. Kwa akija wa kike ni baraka, akija wa kiume ni baraka. Na natamani Mungu awabariki watoto wangapi nyumbani? Watoto ambao Mungu atatubariki watakuwa safi sana.
Hilo jibu nimelipenda. Nilifikiri labda una idadi tayari mshawekeana 2, 3, 4. Kwa wale ambao Mungu atawabariki wote mtawapokea. Sasa neno la mwisho waambie watazamaji. Kuna mabinti wanatamani sana kupata neno ndoa kwenye maisha yao, lakini na wanaendelea kusali, kuomba, lakini bado hawajabarikiwa. Unawaambia nini mabinti hao ambao hawajabarikiwa? Cha kuambia mabinti wenzangu, wamtumainie Mungu, wamshirikishe Mungu, waombe bila kukata tamaa. Mungu atawapa mtu sahihi. Mungu hawai wala achelewi, ila wakati wake ukifika tu anampatia. Safi. Sasa hebu mgeukie mume wako, alafu muahidi maneno mazuri, vitu ambavyo utamfanyia kwenye ndoa yake awe na amani na hamtatengana mpaka kifo kiwatenganishe. Muahidi sasa mume wako huyo hapo. Mume wangu John. Wow. Nitakupenda. Unamsogelea, unamshika, unamwambia nitakupenda, nitakuheshimu. Wow. Nitakuombea kila siku. Safi sana, safi sana. Hiyo ya kwanza imeisha. Kwa kweli nilikuwa na bi harusi hapa, alikuwa anatupatia mawili matatu kuhusiana na ndoa yake na kuhusiana na kijana ambaye amempata. Kijana wa Kisukuma Ngosha amenasa kwa binti wa Kiha. Kwa hiyo hapa tuna Ngosha lakini pia tupo na binti wa Kiha. Baadaye tunarudi kukupa 2-3 kutoka kwa bwana harusi mtarajiwa. Ana kipi cha kuzungumza juu ya mahusiano yake? Kelele, tunarudi baadaye. Thank you. Raw Studio, the home of quality. Tumepata mawili matatu kutoka kwa bi harusi Miss Flora, binti mrembo kweli kweli, binti wa Kiha. Sasa tuhamie upande wa pili kwa mheshimiwa Mr. John. Tumeambiwa ni kijana wa Kisukuma. Bwana John, kwanza hongera sana. Hongera sana. Hongera sana. Hiyo ni hatua njema kabisa kuingia kwenye ndoa. Sasa huo ndio wanaume. Hongera sana. Na sisi tunakuja huko huko bwana. Kwa maana kutombea. Sawa. Mara ya kwanza unakutana na Flora, kitu gani kilikufanya ukahamasika na kuona kwamba huyu anaweza kawa sahihi kwenye maisha yako? Kweli kama unavyojua sisi wanaume watu tunavutiwa. Kwa mara ya kwanza kabisa watu tunavutiwa almost karibia na mambo mawili. Sawa. Ongea yake, the way anavyokujibu, anazungumza kitakatifu. Anavyokujibu wakati unamuuliza maswali pengine unafanya naye mawasiliano. Lakini kitu cha pili, sura pia. Wewe Flora wewe. Unajua wanaume pia sura pia. Ni kweli, hebu tuone sura yako pia. Unaona binti mrembo kweli kweli jamani kampagawisha Ngosha vijana wa Kisukuma. Hongera sana bwana. Kweli binti ni mzuri. Sisi vijana wa kisasa tunasema peace kali, yenye peace of mind. Wow. Safi. Okay, alikuvutia the way anavyozungumza, lakini pia muonekano wake kwa maana ya ni binti mzuri. Ni jambo jema. Na mara ya kwanza mlivyokutana naye ndio siku ile ulimwambia unampenda au ulichukua muda? Kama muda gani hivi? Ilinichukua muda. Niseme kuonana naye kabisa, nadhani ilinichukua kuonana naye kwa maana ya kuzungumza ilinichukua zaidi ya mwezi mmoja. Lakini kufanya naye mazungumzo ilinichukua wiki 3. Wiki 3. Nikiwa tayari na mawasiliano yake kabisa nimeshayapata. Ndio. Lakini ilichukua wiki 3 kwa sababu nilikuwa najaribu kujipanga pia. Unajua? Sawa sawa. Nishapata mtoto mrembo lakini pia ni mstaarabu. Kwa pia inabidi na wewe pia ukae vizuri, ujipange namna gani unaenda kufanya naye mawasiliano. Chukua wiki 3 ndani baadaye nikabahatika kufanya naye mawasiliano. Lakini namshukuru Mungu, unajua haya mambo wakati mwingine unaweza ukasema huwa yanakuwa yamepangwa. Alinipokea tu vizuri, tukaendelea kuwa na mawasiliano vizuri. Na safari ikaanzia hapo. Umemsikia bwana harusi amesema ilimchukua kama mwezi mmoja. Sawa, akiwa anajipanga. Lakini pia baadaye mlivyokuja kukutana kwa maana ya mazungumzo bado alichukua kama wiki 3 ili sasa aweze kusema yaliyoko ndani ya moyo wake. Kwa mara ya kwanza amekwambia neno nakupenda na anahitaji wewe uweze kuwa mwenza wa maisha yake. Ulilipokeaje hili? Nilipokea vizuri kwa sababu toka ameanza kunitafuta moyo wangu ulikuwa na amani naye. Nilijua ni mtu sahihi kabisa ametoka kwa Mungu. Okay, hukujua yani hukuwaza kwamba labda ni vijana wa hovyo. Wow. Safi sana. Mungu akubariki sana. Kama mtu alikutafuta na ukawa unasikia ndani ya moyo wako una amani, ni jambo jema. Changamoto gani ambazo mlipitia mpaka leo umefikia hapa? Changamoto ni nyingi
kama unavyojua watu wakijua mko kwenye mahusiano na sio wote wanaofurahia nyie muweze kufikia sehemu nzuri. Kwa changamoto ni nyingi, lakini tunamshukuru Mungu tumezishinda kwa kupitia maombi. Safi sana. Bi harusi nadhani mnavyomsikia inaonekana ni binti ambaye anampenda Mungu na ni binti ambaye maombi ameyaweka mbele sana. Mungu akubariki sana bi harusi. Hongera sana kwenye safari yako unakoenda. Mungu akubariki zaidi. Akupe watoto ambao unawataka wewe. Ingawa umesema Mungu akupe watoto ambao atakupa yeye mwenyewe. Hongera sana. Mr. John, kwa maana ya bwana harusi mwenyewe. Kwa mara ya kwanza unamwambia neno nakupenda. Binti tunasikia amesema kwamba alikuwa anajisikia tu amani kwa sababu anahisi kabisa wewe ni mtu wake sahihi. Hukuwa na kitete chochote wakati unaenda kumwambia neno nakupenda? Kiukweli kwa ule muda ambao ulinichukua kuja kukutana naye kwa ajili ya kwanza sasa kuzungumza naye rasmi, niliamua kujipanga. Kiukweli pia nilimshirikisha Mungu anipe ujasiri kwanza, na nilifanikiwa kweli. Hiyo siku wakati naongea naye nadhani nilikuwa nimejipanga, sikuwa na yaani unajua kabisa yani hatoboi, haichomoki. Nilisema hivi hapa wewe ushaingia kwenye 18. Ushaingia kwenye 18 hapa hachomoki. 18 za ngosha. Kwa hiyo mwenyewe nafikiri anaweza kawa shahidi kwa sababu niliongea naye na nikajua kabisa amefurahia. Inawezekana pengine alifurahia tu kwa namna nilivyowasilisha zile hoja. Isiwe kwamba alifurahia kwa sababu tayari ameshanikubalia, lakini alifurahia namna mimi nilivyokuwa na wasilisha zile hoja zangu. Sawa. Na kipindi Flora anakubali kwamba ameridhia kuwa na wewe, furaha yako ilikuwaje? Ulimsifu Mungu kwamba maombi yako yamejibiwa au ulisema tayari ndege kaingia kwenye mtego? Unajua mimi maisha yangu nimeyajenga kwenye msingi wa kimungu. Sawa. Na baada ya kumfahamu Flora nilimshirikisha kwanza Mungu. Sawa. Na nadhani Mungu pia alishiriki kufanikisha hili jambo. Sawa. Kwa wakati napata majibu yake nilimshukuru Mungu. Okay. Wow. Kwa hiyo msifu Mungu baada ya binti kusema yes. Si ndio? Bana, tulikuwa naye Mr. and Mrs. John. Hawa ni watarajiwa hawa, muda sio mrefu wanafunga ndoa yao takatifu. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu wanakwenda kulitimiza agano ambalo Kristo alituachia sisi kama Wakristo. Neno la mwisho kwa vijana ambao hawajaoa. Vijana hamasisha tuoe. Mabinti bado wapo wazuri, wapo ukiamua, lakini kwa kumshirikisha Mungu ukiamua utafanikiwa kabisa kama ilivyokuwa kwangu. Wow. Safi sana. Bana, kama hujaoa mshikaji anakuambia mshirikishe Mungu ili uweze kupata ndoa yako. Na nikwambie tu mwaka ndo naisha hivyo. Vipi? Ukweni wanakujua, mimi sifahamu. Basi mwambie neno moja au mawili matatu ya kumwahidi mkeo kipenzi ambaye utakwenda kuanza naye safari ya maisha. Unajua napenda kumuita rafiki. Napenda sana rafiki. Na unajua kwa hivi kabisa mimi kwa hapa nimefika. No way out, si ndio? Kama ni bana fresh, tulikuwa nao nyuma ya kamera ni Raw Studio. Hawa ndio wamehusika kuchukua interview fupi, lakini pia tutakuwa nao pamoja upande wa sherehe nzima. Yaani tumeanza na maharusi wetu huko leo siku ya interview, lakini pia tutakuwa nao ukumbini. Lakini watakao husika ni Raw Studio. Mimi naitwa MC Kimwaya. Basi naomba tusimame. Asante Baba, ninakushukuru.